Yeonju anaomba radhi kwa kudhani amewakatiza, jambo linalowafanya wote wajisikie vibaya. Daehyun anamwambia Yoo-jung ashuke, naye anashuka haraka. Daehyun anaeleza kuwa hakukuwa na kitu chochote kibaya, bali alikuwa akimpongeza Yoo-jung kwa kubebwa mgongoni baada ya kuwa mfanyakazi bora wa mwezi. Yoo-jung naye anathibitisha hilo. Yeonju anaeleza kuwa hana mawazo mabaya na anawaamini. Baada ya hapo, Daehyun na Yeonju wanajiandaa kwenda kula chakula cha jioni pamoja. Hata hivyo, Yeonju anapendekeza kuwa kwa kuwa Yoo-jung anakuwa mfanyakazi bora wa mwezi, wanapaswa kumpongeza ipasavyo, na anamsihi ajiunge nao kwenye chakula cha jioni. Daehyun anaonyesha wasiwasi kwa sababu kuna haja ya mtu kubaki dukani kulisimamia. Mara hiyo, Dalshik anawasili na Yeonju anamkabidhi jukumu la kubaki dukani. Kisha Yeonju anawachukua Daehyun na Yoo-jung kwenda kula kwenye mgahawa wa gharama kubwa, akifanya hivyo kwa nia ya kumfanya Yoo-jung ajisikie mdogo na asiye na thamani. Wote watatu wanakula chakula cha jioni pamoja na kunywa mvinyo. Baada ya chakula, wanapokuwa wakiondoka, Daehyun anapigiwa simu na kijana wa usambazaji wa bidhaa ambaye amefika dukani kuleta mizigo. Anamwomba Daehyun arudi dukani, akimwelekeza bidhaa zipi apokee na zipi arudishe. Yoo-jung anaeleza kuwa kijana wa usambazaji hamtii, hivyo Daehyun atalazimika kuzungumza naye mwenyewe. Yeonju anawaona wakizungumza kwa karibu, jambo linalomfanya ajisikie vibaya na kuanza kuhisi wivu. Wakati huo, Jo-san anawasili eneo hilo na anakuwa na mazungumzo mafupi na Daehyun. Baada ya hapo, Jo-san anajitolea kumpeleka Yeonju nyumbani. Yeonju anakubali na anamwambia Daehyun kuwa kwa kuwa ana majukumu dukani, yeye ataondoka na Jo-san. Maneno hayo yanamfanya Daehyun ajisikie vibaya sana na huzuni inamjaa, kwa sababu alikuwa amepanga mwenyewe kumpeleka Yeonju nyumbani. Katika tukio linalofuata, waandishi wa habari wanafika dukani kumhoji Yoo-jung baada ya kuchaguliwa kuwa mfanyakazi bora wa mwezi. Kwa ajili ya picha ya jalada la makala yao, wanataka kupiga picha akiwa amebebwa mgongoni. Daehyun hapendezwi na wazo hilo kwa sababu anaogopa kuwa Yeonju akiona picha hiyo angekasirika sana. Hata hivyo, kwa shinikizo la wazazi wake, analazimika kukubali kupiga picha hiyo pamoja na Yoo-jung. Baada ya picha kupigwa, Daehyun anaendelea kuwasiliana na Yeonju kwa simu. Wakati huo, Yoo-jung anamkumbusha kuwa ni zamu yake ya kufanya kazi. Baada ya Daehyun kukata simu, Yoo-jung anamkosoa kwa kutumia muda mwingi kwenye simu badala ya kufanya kazi, akisema hiyo ndiyo sababu faida ya mchana siyo kubwa. Daehyun naye anamjibu kwa kumdhihaki, akisema anazungumza hivyo kwa sababu hana mpenzi wala marafiki wa kiume. Yoo-jung anadai kuwa ana rafiki wa kiume ambaye ni mtu maarufu aitwaye Jiuk. Daehyun hakubaliani naye, hivyo anamchokoza amuite rafiki huyo aje dukani. Yoo-jung anampigia simu Jiuk lakini hapokei, jambo linalomfanya Daehyun aanze kumcheka na kumdhihaki. Wakati huo huo, Hwang anampigia Yoo-jung na kumjulisha kuwa dada yake mdogo, Solbin, hakwenda shule siku hiyo kwa sababu alikwenda kwenye usaili wa kuimba. Katika tukio linalofuata, Solbin anaonyesha kipaji kikubwa cha uimbaji wakati wa usaili huo na anafanikiwa kuchaguliwa kuendelea na hatua inayofuata. Baadaye, Yoo-jung anafika eneo hilo na Solbin anapomuona anakimbia kwa hofu kwa sababu anaogopa kupigwa. Anakimbilia shule, lakini Yoo-jung anamkuta na kumkemea kwa kutumia muda wake kwenye mambo yasiyo ya masomo badala ya kuzingatia elimu. Kisha hadithi inarudi nyuma na kuonyesha maisha yao ya zamani baada ya kifo cha baba yao. Shangazi yao alikuwa ameahidi kuwalea wote wawili, lakini baada ya miezi michache alichoka kuwahudumia. Aliwataka waache masomo, watafute kazi na wamletee pesa. Kutokana na hali hiyo, Yoo-jung aliondoka nyumbani kwa shangazi yao akiwa na dada yake. Yoo-jung aliacha shule na kuanza kufanya kazi ili aweze kumsomesha Solbin. Katika tukio linalofuata, Jiuk anafika dukani kumtembelea Yoo-jung, jambo linalomshangaza sana Daehyun. Anagundua kuwa Yoo-jung hakuwa akidanganya, kweli Jiuk ni rafiki yake na ni mtu maarufu. Baadaye, Yoo-jung alikuwa amepangwa kula chakula cha jioni na Daehyun pamoja na familia yake, hivyo anamwalika pia Jiuk ajiunge nao. Wakiwa mezani wanakula chakula, mabishano madogo yanaibuka kati ya Daehyun na Yoo-jung kuhusu mambo fulani. Jiuk hapendezwi na namna wanavyobishana, lakini anapogundua kuwa Daehyun ana mpenzi, anahisi nafuu kidogo. Wakati huo, dada yake Daehyun anapiga picha ya wote na kuipakia kwenye mitandao ya kijamii. Baadaye, Daehyun anagundua kuwa makala ya mahojiano ya Yoo-jung imesambaa sana mtandaoni. Kinachomfanya awe na wasiwasi ni kwamba waliweka picha iliyokatwa ikimwonyesha yeye na Yoo-jung pekee.
Anaogopa kuwa Yeonju akiona hilo atakasirika sana, hasa kama atasikia kutoka kwa mtu mwingine. Anaamua kumpigia Yeonju ili amweleze mwenyewe, lakini Yeonju hapokei simu kwa sababu alikuwa kwenye chakula cha kikazi na simu yake ilikuwa kimya. Hofu ya Daehyun inatimia pale Yeonju anapogundua kuhusu makala hiyo kupitia kwa mfanyakazi mwenzake. Tukio hilo linamuumiza sana Yeonju. Rafiki wa Yeonju anayefanya kazi naye anamjulisha Daehyun kuwa Yeonju tayari ameshajua kuhusu habari hiyo. Daehyun anaingiwa na wasiwasi mkubwa na anakimbia kwenda kumfuata Yeonju hadi kwenye chakula cha kikazi, lakini anagundua kuwa tayari ameondoka na Josan. Daehyun anaamua kwenda kusubiri nje ya nyumba ya Yeonju. Yeonju anapowasili akiwa na Josan, Daehyun anajificha. Yeonju alikuwa amekunywa sana kwa sababu ya huzuni, na kwa kuwa hakuwahi kubebwa mgongoni hata mara moja, anamuomba Josan kumbeba mgongoni ili ajue hisia zake. Josan anakubali na kumbeba mgongoni. Daehyun anashuhudia yote hayo kwa mbali, na hali hiyo inamvunja moyo na kumhuzunisha sana. Katika tukio linalofuata, Yoo-jung alikuwa akisafisha meza nje ya duka. Ghafla, msichana mmoja alimjia kwa nyuma na kumpiga kichwani kwa fimbo kwa nguvu sana, jambo lililosababisha Yoo-jung kupoteza fahamu na kuanguka chini. Wasichana hao walikuwa ni wale wale ambao Yoo-jung aliwahi kuwashinda na kuwapiga kule baa. Baada ya kumpiga, waliingiwa na hofu kubwa wakidhani huenda Yoo-jung amekufa kwa sababu ya pigo lile la kichwani. Wakiwa na woga mkubwa, waliamua kukimbia na kuondoka eneo lile haraka. Hata hivyo, tukio lote lilikuwa limerekodiwa na kamera za usalama za CCTV. Wakati huo huo, Daehyun alikuwa akitembea barabarani alipowasikia wasichana wale wakiongea kwa hofu, wakisema kuwa haikupaswa kumpiga kwa nguvu kiasi kile. Baada ya kusikia maneno hayo, Daehyun aliharakisha kwenda dukani. Alipofika, alimkuta Yoo-jung amelala chini bila fahamu. Aliingiwa na wasiwasi mkubwa na akaanza kujaribu kumzindua. Baada ya muda mfupi, Yoo-jung alifumbua macho. Hata hivyo, badala ya kulalamika maumivu ya kichwa kutokana na pigo lile, alianza kuhisi maumivu makali tumboni. Hali hiyo ilimfanya Daehyun amkimbize hospitalini haraka. Baada ya kufanyiwa vipimo, daktari alimweleza Daehyun kwamba Yoo-jung alikuwa na tatizo la appendicitis, hivyo alihitaji kufanyiwa upasuaji wa haraka. Baada ya kusikia taarifa hiyo, Daehyun alimuita mama yake na kumweleza hali ya Yoo-jung. Mama yake alifika hospitalini kwa haraka. Wakati huo huo, Daehyun alienda kituo cha polisi na kufungua ripoti kuhusu tukio lile, akionyesha pia video ya CCTV kama ushahidi. Baadaye, mama yake Daehyun alimjulisha kuwa upasuaji wa Yoo-jung umefanikiwa na tayari amehamishiwa kwenye chumba cha wagonjwa kwa ajili ya kupumzika. Daehyun alienda kukaa karibu naye. Yoo-jung alitaka kujua ni nani aliyempiga na kama wahusika wamepatikana. Daehyun alimweleza kuwa tayari amefungua kesi polisi na wahusika watapatikana hivi karibuni. Baada ya hapo, Yoo-jung alianza kuwa na wasiwasi kuhusu duka, lakini Daehyun alimwambia asiwe na hofu kuhusu duka hilo, bali ajali zaidi afya yake. Yoo-jung alihisi hataki kumletea Daehyun matatizo. Hata hivyo, Daehyun alimweleza kuwa hakuna tatizo lolote, na kwa kuwa aliumia katika duka lake, yeye atamlipa mara 2 na pia atagharamia bili zote za hospitali. Alimtaka apumzike tu bila kujishughulisha na kitu chochote. Maneno hayo yalimfurahisha Yoo-jung. Daehyun alishangaa sana kwa sababu licha ya kupigwa kwa nguvu kichwani, Yoo-jung hakuhisi maumivu yoyote ya kichwa. Hali hiyo ilimfanya ajiulize kwa mshangao kama kweli kichwa chake ni cha kawaida au kama ni kigumu kama jiwe. Katika tukio lingine, Yeonju alikuwa ameketi ofisini. Alipokea ujumbe kutoka kwa Daehyun. Katika ujumbe huo, Daehyun aliomba apewe hata nafasi moja ya kujieleza, akisema kuwa anajua hakuna maneno yatakayopunguza hasira yake. Hata hivyo, Yeonju hakujibu ujumbe huo, jambo lililomfanya Daehyun ahuzunike sana. Katika tukio jingine hospitalini, Yoo-jung alipata habari kutoka kwa rafiki yake kwamba Sol-bing ameenda kwenye hatua ya pili ya majaribio ya usaili na ndiyo sababu hakuonekana shuleni. Baada ya kusikia hivyo, Yoo-jung alikasirika na akaomba ruhusa kwa muuguzi ili aende kumwona Sol-bing, akiahidi kurudi baada ya muda mfupi. Wakati huo huo, Daehyun aliwasili hospitalini na kugundua kuwa Yoo-jung anataka kutoka. Alikasirika sana kwa kitendo hicho na akaonyesha kutoridhika kwake. Aliamua kumwambia muuguzi amruhusu aende nyumbani kama anasisitiza kuondoka, akionyesha kuwa hata yeye hajali tena. Baada ya kusema hivyo, aliondoka hospitalini kwa hasira. Kutokana na hasira ya Daehyun na hali ilivyojitokeza, Yoo-jung hakuondoka hospitalini kama alivyokuwa amepanga. Katika tukio linalofuata, Daehyun alikuwa amesimama nje ya kampuni ya Yeonju akimsubiri ili aweze kuzungumza naye, kwa sababu kwa siku nyingi Yeonju hakuwa akipokea simu zake wala kujibu ujumbe wake.
Mara tu Yeonju alipotoka nje ya kampuni, Daehyun alijaribu kuomba nafasi ya kuzungumza naye. Hata hivyo, Yeonju alimwambia kuwa ana mipango mingine, kisha akaondoka pamoja na Jo. Kitendo hicho kilimuumiza sana Daehyun na kumfanya ajisikie vibaya. Wakati huo huo, baadhi ya wafanyakazi wenzake Yeonju walitoka nje ya jengo hilo. Daehyun alijificha alipowaona. Wafanyakazi hao walikuwa wakizungumza kuwa Yeonju anapanga kubadilisha mpenzi wake na kumwacha Daehyun ili awe na Jo. Baada ya kusikia maneno hayo, Daehyun alihuzunika zaidi na akaenda kwenye baa ambako alianza kunywa pombe. Katika episodi ya 4, acha tuishie hapa. Najua utakuwa unatamani sana kufahamu nini ambacho kitakwenda kufuata. Je, Daehyun atachukua maamuzi gani baada ya kujua mwanamke ampendaye anataka kumwacha na kuanzisha mahusiano na Jeosan? Sasa, majibu ya maswali yako utayapata katika episodi zinazofuata. Kikubwa, endelea kuwa nasi mpaka mwisho wa series hii ya kusisimua.